Ni style mpya ambayo nimekuja nayo mimi Click Master. Mimi katika udaiji wangu wa madeni nimeona kidogo nakupa na kaburudani kidogo. Ili usione kama unajua kuna watu wengine wanataka kudai madeni kwa hasira. Unajua zile hela mimi nakuja na kuletea na kaburudani. Kwa hiyo nikija kukudai lazima unilipe. Inaonekana kwenda sana mambo ya kuchamba, sio nitakuchamba kufanyaje? Maana yake nimeangalia kama nyimbo 2-3 nakutana tu mwa huyu ana kichwa kama tikiti, upo unasikia na tumbo kama papai. Hiyo idea yako kwa nini inagonga mle mle? Unajua mimi napenda kuimba vitu ambavyo vinatokea mtaani, vitu ambavyo ni watu wengi wanavipitia, kwa sababu ukisikiliza madani kama hayo sio kwamba mimi ndo mtu wa kwanza kuanzisha. Watu wanayatumia sana mtaani. Kwa sasa mimi nikaona sio case kama nikichukua kile kitu mtaani sasa nikakileta kwenye muziki. Lakini pia nashukuru kwa sababu mimi nimekuwa wa kwanza kufanya kitu kama hicho. Sidhani kama kuna mtu mwingine amewahi fanya kitu kama hicho. Mimi nimekuwa wa kwanza kuchukua kitu ambacho kipo mtaani, kitu ambacho mtaani si unajua. Watu wanataniana sana, kwa hiyo nimechukua nimeyaweka kwenye muziki. Tuje kwenye experience yako kama producer. Umefanya kazi na wasanii wakubwa sana unaona. Experience ukisema hivyo unamaanisha hivi kidogo Kiingereza kwenye moto. Uzoefu wa kufanya kazi kama producer, umefanya na Harmonize, umefanya na Mbosso, umefanya na hivyo yani. Mawili matatu yani kuhusiana na experience. Cha kwanza wasanii ni watu fulani ambao wanapenda vitu creativity, na ndio maana na mshukuru Mwenyezi Mungu mimi ni mtu creativity. Mimi nimefanya nao kazi kwa sababu wameona mimi ni mtu fulani ambao napenda vitu vya kibunifu, na ndio maana hata muziki wangu ambao nimekuja nao ni muziki fulani hivi wa kitofauti. Kwa experience ambao naweza nikaonesha pia hata watu ambao wanatamani kufanya kazi na watu wakubwa ni kwamba wafanye vitu fulani vya kibunifu, wafanye vitu fulani vya kibunifu ambacho kinaweza kumvutia mtu kufanya kazi na watu wamechoka vile vitu ambavyo kila siku vinakuwa vinalia hivyo. Kwa sababu kuna nyimbo inapigwa nasema hii kama ya fulani. Kwa hiyo mimi kwangu hicho kitu sikitaki. Mimi na kila siku natamani kuja na kitu fulani cha tofauti ambacho kinakuwa kinawavutia watu. Kutoka kwenye kuwa producer mpaka kuja kuimba, nani amekupush au nani ameona amekufanya ukaona okay, upo nako kuna kitu? Cha kwanza ni wanangu ambao na roll nao, mimi naishi nao pale, na watu ambao wamepoa inspire sana kwamba fanya mwanangu naweza, kwa sababu ukiangalia kabla ya kuwa producer mimi nilikuwa msanii. Nilikuwa ni msanii, lakini pia kwenye ile studio ambapo nilikuwa kama lebo, nikabahatika kuwa nafanya nikabahatika kuanza kupiga beats na nini. Kwa hiyo ni kitu ambacho kipo ndani yangu, lakini pia ninakipenda, kwa hiyo ndio maana haijawa ngumu sana kwa sababu ni kitu ambacho nakipenda sana kufanya. Mimi official ni music producer, ndio maana ngoma zangu huwa naziproduce mimi mwenyewe, simpelekee mtu mwingine aiproduce. Yes. Hapo unafanya production mwenyewe na unaimba mwenyewe. Uone kama unajipendelea hivi? Sijipendelei kwa sababu naamini kabisa kwamba muziki pia ambao nawafanyia watu wengine inafanya vizuri. Sasa sikia ule muziki ambao nilimgogea Mario wangu ni muziki fulani ambao ni unyama kabisa, ukisikiza siko single ni unyama. Kwa hiyo sidhani kama kuna upendeleo wowote hapo. Lakini pia hata kwa wasanii wengine, yani nikimpigia mtu pito yani lazima alizike nacho. Kwa hiyo tuko sawa. Okay. Kwa wewe unajiona wapi pamekupendeza zaidi, kwenye content creation, kwenye production ya music au kwenye kuimba? Kote na fiti. Ndio maana unaona kwenye production natoa hiti kama hizo hapo. Ukija kwenye muziki pia mashallah. Lakini pia kwenye content tunazibaruza kama hivyo. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kama unaweza mtu kushikilia mambo matatu kwa wakati mmoja, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli. Unataka sisi tukutambueje sasa hapo? Hapo mimi nataka mnitambue kama music producer, lakini pia ni mtu ambaye anaimba. Unajua content tunafanya kwa ajili ya kupush kazi zetu. Kwa sababu uwezo wa pesa kidogo ni changamoto, kuwa umefanya nyimbo unampa mtu wa kufanyia content. Kwa sababu sisi hicho kitu ni changamoto kidogo, kwa tunaona tuingie wenyewe dimbani. Kiwashe ndo kama hii. Lakini umefanya kazi na watu wakubwa, nikitegemea kwenye maisha at least yuko kwenye level fulani. Kwani changamoto iko vipi? Maisha sio kama ni magumu, hapana, lakini muziki unahitaji hela nyingi sana kwa kweli. Muziki unahitaji hela nyingi sana, yani vipengele vyake ni barabara. Ukizingatia kweli mimi nimefanya kazi na watu wakubwa, lakini bado lipo kwenye hali ya kujitafuta. Sijajipata hivyo. Ndio maana nimezungumza kitu kama hicho hapo. Uko kwenye level gani sasa? Naweza kusema huyu yuko middle, yuko up, kuna huyu yuko baki chini kabisa huyu. Ukisema bado chini tutakuwa na ngoma. Sasa kama mtu unaweza kufanya kazi na Mario na Mbosso tena afu ikawa tena maisha magumu, inakuwa ni uongo.
lakini nazungumzia yani muziki. Yani wewe elewa tu muziki unahitaji hela nyingi, na ndio maana kuna mtu mwingine hawezi kujisimamia mwenyewe, anaona sasa hata nitafute mabosi. Kwa muziki unahitaji hela nyingi sana mpaka kuona mtu anasimama na kuwa msanii mkuu. Kwa hao ambao umefanya nao kazi kwenye production, kuna namna ambayo ushawahi kuwafikia au kuanza kufanya nao kazi kama sasa musician sasa hivi unaimba ufanye nao collab? Yes, kwa saizi naweza nikawaingia kwa sababu inakuwaga ni ngumu kufanya kitu na mtu kama haoni kama kuna sehemu umefika. Ila kwa saizi kwa sababu unaona ngoma zangu pia zinafanya vizuri, hata nikimwelekeza mtu inakuwa ni rahisi kidogo. Kwa tutegemee mambo makubwa. Kazi zangu kama hivi zimeanza kuonekana. Nadhani hapa mkuu wa Mario nikikupigia simu yangu nikikuelekeza au nikikufuata nadhani utanielewa mkubwa.